Majama, hii leo imeniuma. Mbona umanyuria wapikni waine? Why will one execute 4 young men? Mbona? Why? Na ulikuwa umewashika. Mbona huko wapeleka njiste? Mbona huko wapeleka police station for the process? Now, nimetoka kuangalia documentary ya NTV yenye inaongelea about hours waine waliuliwa huko Nakuru. But still, hiyo documentary haijasema the whole story of whatever happened. Wacha niwaambie ilifanyikaje hadi kafika mali. Whatever happened, which si kitu poa. Na iko hivi, kuanzia 2019, 2020, 2021 through 2022 Nakuru ilikuwa noma. Nakuru ilikuwa ikaliki. Kulikuwa na group fulani ya magangster ambayo ilikuwa huko, ilikuwa julikana kama Confirm ilikuwa one of the group ya magangster ambayo ilikuwa hiyo area, but kulikuwa na couple of other gang groups ambazo zilikuwa zinavuruga. So jamaa walikuwa wanapiga shughuli zao za ugondi, wanapiga shughuli zao za ugondi, wanapiga shughuli zao za ugondi, wakakuwa wameusma area. Ikafika mali yenyewe hii report ikakuwa imechacha mpaka imefikia nani? Imefikia CS wa interior. Na report ilifikia CS wa interior yenye ilikuwa ni critical. Ni magangster walikuwa wamezoea kwenda hizo area wakibia wase kwa keja, na wakipata mse kwa keja wanakuua. Hata wakifanyia shughuli wapi? Wakifanyia shughuli mchana. So kuna pasi fulani alikuwa anaishi hizo area za Nax, alikuwa ameacha mtoi wake kwa keja, mtoi wake dem, au wagondi walikama wakingia kwa keja wakapata hiyo upikini wake mgaldem, wakaiba na wakamanyulia na wakachaka wamemrape na wakaingia. So hii Samuel ileta issue kubwa na kaleta noma, ikakuwa ni noma yenye kabaki hadi imefikia nani? Imefikia CS kwa central government. Now hii Samuel ikakuwa noma sana, ikakuwa ni kama isipokuwa addressed. Kama ingekuwa addressed any sooner, hiyo time inge escalate kukua noma sana. Now mapolisi ambao walikuwa ground walikuwa kiulizwa mbona mfanyi kazi. Now also wakisema that most of hizo gangs zilikuwa affiliated na politicians kwa ground. So ilikuwa ngumu hata local police officers kufanya kazi, kwa sababu hawa gangs majority of them walikuwa protected na local politicians ambao walikuwa within Nakuru. So it was next to impossible to do anything to them. So ilikuwa ni critical hiyo design. So ikafika mahali CS akakaa chini akaona, for us to bring justice and for us to bring peace hapa Nakuru, we need to bring a new whole bunch and a team of new officers ambao hawako kwa hii area, and we support them 100%. Sasa hapo ndio Matiangi akaorganize kukuwa na meeting hiyo area wapi? Area Nax. So alikuwa amechagua man fulani alikuwa julikana kama Mwanzo. So Mwanzo alikuwa ni SPD hapa Kasarani. Then afoka ikijua Mwanzo amekuwa ni alikuwa hiyo time alikuwa one of the best police officer. Juu alikuwa ni msemnoma kuinvestigate job sana. So juu alikuwa member aje, wewe tumekuselect uende tupigie shughuli wapi? Utupigie shughuli wapi? Uko Nax. Because Mwanzo akiwa kwa Nairobi, the last post alikuwa amepelekwa ilikuwa Kasarani. Na hiyo time 2022 2021 Kasarani ilikuwa ni place wagondi walikuwa wanasumbua. Na huyu Mwanzo alikuwa amehelp kudeal na crime hiyo pande ya Kasarani kidogo, ilikuwa ni kama inatulia. So akaona the best person kwenda kudeal pia na crime place ya Nax ingekuwa nani? Ingekuwa ni Mwanzo. So Matiang'i akaselect Mwanzo, na bado akachukua director by then alikuwa julikana kama Kinoti, director DCI wakati naye. So nafujue Kinoti kwanza, Kinoti alikuwa amekuanga one of the best investigative officer kwa country yetu. Hata time za Mongiki na time za wagondi wanoma, he was there. Alikuwa na ana lead group fulani ilikuwa julikana kama Kanga kwa CID by then. So Kanga ilikuwa ni kama support unit ya flying squad hiyo time. So pia yeye alikuwa tagged along by the CS by then Matiang'i waenda wapi kufanyia shughuli. Now jua mahali CS amejileta, wakaenda kwa mkutano mahali CS amekuja, CS amekam na new boss na CS amekam na director wa DCI. Those guys walikuwa wamemoniaje, they are coming there to do job, wanakama hapo kufanya kazi. Na hata Matiang'i venye alikuwa kiongea kwa mkutano alisema tunakam kufanya shughuli, lakini watu wa human rights wasiingililie, unaelewa? So kakuwa ndivyo wameelewana. Mwanzo akapatiwa shughuli yake afanye. Now since Mwanzo alikuwa ameletwa kwa this new territory, na nimewambia venye uchunguzi ulikuwa umefanywa ikapatikana magangs mingi zilikuwa ziko allied na politician, hakuna venye Mwanzo ungeexpect atumie the same police officers ambao walikuwa within Nakuru region. So what they did, wakaona we cannot enforce transfers ati there and then, because pia Nairobi ilikuwa pia ina wakamoto kidogo, unaelewa? Nairobi pia ilikuwa ina wakamoto kidogo. So the best officers ambao walikuwa wenye wangeza kufanya shughuli ya crime sana hawangeweza kuwa watu from Nairobi. So what Mwanzo did, Mwanzo alirequest apatiwe officers ambao walikuwa wanafanya nao kazi, ground officers from Nairobi, unaelewa? Hasa hiyo pande za huko Kasarani, aende nao wapi? Aende kupiga nao shughuli wapi? Huko Nakuru. Ikakuwa haina noma. Since Mwanzo alikuwa amepatiwa hii kazi na alikuwa karibu na CS, so whatever ali request alipelekewa, akaanza kufanya kazi. So mara ya kwanza venye alienda wakakuwa nafanya kazi poa, wakafanya kazi vizuri, wakaanza
punguza crime kidogo, but for them it was hard. You know, ukweli, for them it was hard. Hata sasa tunaongea confirm still in exist, inamaanisha the officers ambao walipelekwa huko ilikuwa ngumu for them even to act hiyo area. Unaelewa? Maskari wengi walifika huko na walikuwa frustrated. Ndio walifanya kazi kidogo hapa na pale, but wengi walikuwa frustrated because mind you, wale officers ambao walikuwa before kina mwanzo wakuwe wako hapo, au majority of officers walikuwa kwa pay slip yao wagondi na hao local politicians. So definitely tungekuwa na some leakage of information here and there. Unaelewa? Tungekuwa some leakage of information here and there. So pia as much as waliweza kujaribu kungangana na crime hiyo area, but ilifika mahali ikawalemea. Most of officers ambao ni wanoma Nairobi wenye wanaogopewa walienda huko na huko iliwashinda. Let me tell you, ilifika mahali hiyo area ilikuwa ni noma. Ilifika mahali kawalemea. Hata sasa tunaongea still confirm bado ina exist up to this date. Ilifika mahali mpaka tukiambia maskari wanafanya huko kazi wanakwambia unless the government yonge na politicians local iwaambie watoke from their way, that's the time crime inakuru reduce, but until then haiwezekani. So kina mwanzo wako wanapiga shughuli yao. Now back to this documentary ambayo imefanywa na NTV. Now ukiangalia kwa documentary kuna some things ambazo ukiziangalia kulikuwa na failure. Kuna mse kwa job yake alilala. Kuna mtu mwenye alipeana a very very wrong intelligence. Unanipata? Because you cannot tell me ndakuja nijue mpaka mahali unaishi, I know where to find you na time, na ikuwa ati nilikuwa nafanya operation nikakuwa nimefanya guesswork. They were 4 boys walichukuliwa kiwa kwa area zao where they stay, where they wanaishi. It means kuna mtu alipeana intelligence kwa mtu, because inasemekana the team that ilifanyia shughuli it was a team from Nairobi. Vile nimwambia mwanzo wali prefer kuwa na people from Nairobi. Yes, it might be right. So hiyo team ilitoka Nairobi. Wezi niambia hao watu wali drive from Nairobi wakaenda hadi huko hati kuwa tu watu kama kukuwa na msemo mwenye alikuwa ameofa hiyo intelligence. So there was someone in between them mwenye alipeana intelligence, a wrong intelligence, ikafanya 4 boys were killed. 4 boys were killed. Understand? Whether they were guilty or they were not guilty, but mlikuwa mshawashika, they had already arrested them. The best thing, they would have taken them in kotini, waende wajitete mashtaka huko mbele. Mina feel someone ali betray someone. Kuna mtu alipeana mtu. Mtu akapeana wrong intelligence. The team wakapata intelligence from Nairobi. They drove all the way from Nairobi to there just to go and finish innocent kids. Bad.